Watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni namna gani Neema Gospel Choir wanafanikiwa katika project zao nyingi ambazo wanakuwa wameziandaa, hasa matamasha makubwa pamoja na events mbalimbali na programs zinazoendelea katika kwaya hiyo ya Neema Gospel. Sasa leo nimekuja na majibu ambayo ni siri kubwa za Neema Gospel ambazo wanazifanya ili kufanikiwa katika masuala yao. Kwanza, kuna management kubwa sana ambayo nataka tuzungumzie moja baada ya nyingine. Fuatana na mimi ili tuweze kukamilisha siri kubwa ambayo Neema Gospel wanayo katika mafanikio yao. Kwanza, wana walezi na washauri wa kwaya ambao hawa hutoa ushauri wa kimkakati, kiroho na kiutawala kwa viongozi wa kwaya, kusaidia kutatua changamoto mbalimbali, kuhakikisha kwamba kwaya inabaki katika maadili na maono na malengo yake. Hili jambo ni kubwa sana katika mwendelezo wa ukuaji wa kwaya. Lakini pia wana kamati ya mipango na maendeleo ya biashara. Hii ni kwaya lakini ina kamati na mipango ya maendeleo ya biashara ambayo kazi yake kubwa ni kusimamia maamuzi ya kwaya na kuweka mwelekeo wa huduma na kupanga mikakati na kuhakikisha malengo ya kwaya yanatekelezwa kwa ufanisi. Lakini kamati nyingine ni ya media na uzalishaji wa maudhui. Hawa ni wale ambao washika kamera pamoja na kurekodi namna mbalimbali, yani hawa wanazalisha maudhui, hushughulika na kupiga picha, video, sauti, matangazo na utayarishaji wa maudhui mbalimbali ya kwaya popote pale itakapo kuwepo. Lakini kuna kamati ya usafiri na masuala ya logistics, yani hawa wanaratibu usafiri wa wanakwaya, usafirishaji wa vifaa, mahitaji mengine ya kiutendaji wakati wa shughuli mbalimbali, na hata kama ikatokea kwaya iko katika nje ya mji, hawa ndio wanasimamia logistics za kuhakikisha kwaya italala wapi na itakula wapi. Umeona Lakini pia wana kitengo cha mawasiliano na masoko katika mitandao ya kijamii, yani digital. Sasa ukiachana na wale ambao wao kazi yao ni kurekodi, sasa hawa ndio editors, manake wanasimamia mawasiliano ya kwaya, utangazaji wa shughuli za kwaya, usimamizi wa mitandao ya kijamii na kujenga taswira nzuri ya kwaya huko nje kwenye umma. Yani hawa ni watu ambao wako kwenye mitambo muda wote, wanahakikisha Instagram inapata followers, Instagram inawekwa post, kinachoendelea kwenye kwaya wao wanakuwa wanajulisha umma kwa ufanisi zaidi ili kutengeneza taswira nzuri, kama wote ambao tunaona ukurasa wao wa Instagram na mitandao mingine wako vizuri kweli kweli. Lakini kuna kamati ya muziki na uzalishaji. Hii inajumuisha walimu pamoja na wapigaji. Hao wanaratibu uchaguzi wa nyimbo, ratiba za mazoezi, maandalizi ya waimbaji na wanamuziki, pamoja na kuhakikisha kwamba ubora wa huduma wa muziki unafanyika kiufanisi zaidi. Hawa kazi yao ni kuarrange, kufanya mazoezi ya muziki, kufanya mazoezi ya waimbaji, kuteua masololisti, kuchagua nyimbo. Wao ni mahususi kwa ajili hiyo, na kitengo hicho hakiingiliwi na mtu mwingine. Lakini pia kuna kamati ya maombi na umisheni na maisha ya kiroho. Hawa wanasimamia ratiba za maombi, ibada, mafundisho na shughuli zinazolenga kukuza afya ya kiroho ya wanakwaya, mambo ya uinjilisti pamoja na huduma na semina mbalimbali katika kwaya. Lakini pia wana ukaguzi wa ndani. Hili kidogo limenishtua. Hawa hufanya ukaguzi wa mifumo na taratibu za matumizi ya fedha na utekelezaji wa maamuzi ya kwaya ili kuhakikisha uwajibikaji, uwazi na matumizi sahihi ya rasilimali za kwaya. Hili jambo ni kubwa sana, nitafafanua hapo baadaye. Lakini pia wana kitengo cha uniform na stylish, yani hawa husimamia umaridadi na muonekano mzuri wa kwaya, kijulikana kama kamati ya sare kwa kwaya zingine. Wana kamati ya sheria, legal na usimamizi wa mikataba. Kuna wataalamu ambao hutoa ushauri wa kisheria kwa kwaya, kusimamia masuala ya mikataba, kanuni, sera na kuhakikisha shughuli za kwaya zinaendeshwa kwa kuzingatia sheria na taratibu husika zilizopo katika nchi. Na ikumbuke kwamba hawa wote ni wanakwaya, ni members wa kwaya ya Neema Gospel. Umeona? Lakini pia kuna kamati ya ufundi na teknolojia,
technical. Hawa husimamia mifumo ya sauti, taa, vifaa vya muziki na vifaa vya kurekodi na mahitaji mengine ya kiufundi katika shughuli za kwaya. Umeona mahususi kabisa. Lakini pia kuna kamati ya fedha na rasilimali, husimamia mapato, matumizi, bajeti, michango na matumizi sahihi ya rasilimali za kwaya. Umeona. Lakini kamati ya mwisho ni kamati ya nidhamu, ambayo inasimamia utekelezaji wa kanuni, maadili na taratibu za kwaya, kushughulikia migogoro ya kinidhamu na kusaidia kudumisha umoja, heshima na uwajibikaji miongoni mwa wanakwaya. Lakini pia kamati hizo zote zinaongozwa na utaratibu wa kanisa ambao uko makini kusimamia kanuni zote hizo na kamati zilizopo katika kwaya ya Neema Gospel. Katika kamati hizo, sheria ni kwamba hairuhusiwi mtu kuingilia kamati ambayo sio yako wala kuielezea kamati ambayo sio yako. Kwa hiyo kila kamati inajitegemea na kuna msimamizi mmoja ambaye ndiye atakayewajibika kwenye kikao kikubwa cha kamati tendaji ya kwaya ya Neema Gospel, ambapo hizo idara, watu ambao wamepewa kuzisimamia, wao huwa wanawajibika huko wakisimamiwa na viongozi wakubwa wa kwaya ya Neema Gospel. Hiyo ni siri chachu ambayo inafanya hawa watu waweze kufika mbali. Kiundani zaidi ukiangalia, ni taasisi ambayo hata taasisi ya kiserikali inaweza kaiamini, kwa sababu wako very professional, wako very systematic na wanajua nini wanakifanya na wanajua wapi ambako wanataka kufika. Hii hapa ni Gospel Minute, nimekuibia siri ambayo itaweza kukusaidia wewe pamoja na taasisi yako ya kwaya huko ambako uliko. Unaweza ukakopi na kupaste, si mbaya, kwa sababu ni jambo zuri la kimaendeleo na linaonesha matunda ambayo wote tumeweza kuyaona kutoka kwao Neema Gospel. Usisahau kusubscribe. Enjoy your lifetime.